Usimwamini mtu usimjua. Kwa nini? Utanielewa baadaye. Eliza Blix anafanya kazi kama mhudumu wa ndege katika kampuni binafsi ya ndege. Baada ya kazi anachuchia ndinga yake hadi shuleni kwa binti yake Lucia. Alichelewa sana kumfuata, hivyo ilibidi aombe radhi kwa mwalimu na kumshukuru kwa kumvumilia. Lakini pia alimkuta Lucia anacheza na mwanafunzi mwenzake anaitwa Josephine. Kulikuwa pia na mwanamke mwingine, na huyu mwanamke anajitambulisha kama Rebecca, mama mzazi wa Josephine. Baada ya kufahamiana, Eliza alimtaka binti yake warudi nyumbani, ila Lucia akagoma na akamuomba mama yake aende nyumbani kwa kina Josephine akacheze na atarejea jioni. Mama akajaribu kumkatalia mtoto wake, lakini mtoto akasisitiza sana, na Rebecca akaingilia kati na kumhakikishia kuwa jioni saa 12 basi atamrejesha Lucia nyumbani. Hivyo amruhusu aende kucheza na mwenzake. Eliza akaona sio mbaya, nienda tu binti yangu na ukawe mtoto mzuri huko, kisha akasepa na kurejea nyumbani. Eliza alimueleza mume wake Fred kila kitu, lakini haukupita muda kidogo binti yake alipiga simu na kumuomba mama yake alale nyumbani kwa kina Lucia. Mama alishtuka kwani binti yake hakuwahi kulala nje, lakini Rebecca akachukua simu na kumsisitiza sana, akamwahidi kesho atamrudisha mapema sana. Mama akakubali. Baadaye Eliza akaenda nyumbani kwa Rebecca kumpelekea Lucia vitu vyake. Alipofika alikuta watoto wanacheza na akataka kuwapiga picha, lakini Rebecca akamkataza na kumwambia hapendi mtoto wake apigwe picha. Eliza akachukulia poa na baada ya muda akasepa. Asubuhi Eliza alienda kwenye majukumu yake na alimwachia mume wake maagizo ampigie Rebecca ili amrudishe Lucia. Muda ulioyoma Eliza akampigia mume wake kutaka kujua kama mtoto wake amesharudishwa. Mume wake akamjibu bado, lakini akamwambia kwamba amemtumia ujumbe kwa sababu namba yake imezuiwa. Nini? Eliza alishtuka sana. Haraka sana alichukua simu yake na kumpigia Rebecca, lakini haikuita. Ikabidi arejee nyumbani na moja kwa moja wakaelekea nyumbani kwa Rebecca, lakini cha ajabu hawakukuta mtu isipokuwa mwanamke wa usafi. Akamwambia kuwa hiyo ni nyumba ya likizo ya muda mfupi na hakuna mtu mwingine anaishi pale. Ati nini? Eliza alichanganyikiwa, maana jana alikuja hapa na kuona familia ya Rebecca na mtoto wake walikuwa hapa. Unasema aishi mtu hapa, na ina maana kwamba amemchukua binti yake na kuchapa naye lapa. Hii kesi ni nzito sana, lakini kwa nini Rebecca amchukue Lucia? Miaka kadhaa iliyopita Eliza alikuwa na mapenzi ya siri na Marcus. Kwa bahati mbaya alibeba ujauzito wake ambao alijifungua mtoto wa kiume, na ili Richard asijue wakaamua kufanya siri. So siku moja Eliza alienda kuitembelea familia yake akiwa na Marcus na binti yake Lucia. Wakati wanaendelea na mlo, baba yake alinyanyuka na kwenda kwenye chumba ambacho Lucia alilala. Eliza alishtuka sana kwani baba yake alikuwa na tabia chafu na hata yeye alishawahi kumfanyia mara kadhaa, lakini mama yake alimkingia kifua na kutaka kumsikiliza Eliza. Haraka sana akaenda chumbani na kumkuta baba yake anamtazama Lucia. Eliza alimwamsha Lucia na kumwambia ashuke chini. Yeye na baba yake wakaendelea kuzozana, lakini kwa bahati mbaya alimsukuma na baba yake akapoteza maisha. Katika hali ya kuchanganyikiwa aliondoka na kuendesha gari vibaya. Wakati huo Rebecca ambaye tunakuja kujua jina lake halisi ni Nina, walikuwa matembezi na mume wake pamoja na watoto wake wawili. Binti yake mmoja hakuwa sawa, hivyo alisimamisha gari na Rebecca alishuka na binti yake kumwangalia, lakini ghafla kwa kuwa Eliza alikuwa kwenye kasi, aligonga gari la mume wa Rebecca na kusababisha kifo cha mume wake na mtoto wake mmoja. Sasa sakata ndo likaanza hapo. Hatujui Rebecca ana nia gani na mtoto wa Eliza. Mzigo unaitwa The Stolen Girl. Humo ndani kuna mikasa na siri nyingi ambazo zitakuacha mdomo wazi. Hii ni Movie Town.